Siwezi kusema ati 2027 nitakuwa wapi, lakini 2027 nitakuwa pale mezani. Upende msipende nitakuwa hapa, kwa sababu mimi niko katika Azimio. Kule katika Azimio tuna viongozi wengine, mpaka tukae chini tujue hao viongozi ambao wako katika Azimio nani atakuwa wapi na nani atakuwa wapi. Kutoka hapo nitakuja hapa niseme vile tumesikizana kule nitakuwa mahali fulani. My brothers, we must say this together in one voice. Anyone thinking he's going to auction the Luhya community to Zakayo and give the people of Mlembe Nation a tranquilizer walale hadi 2032, Zakayo tunyanyase, tunawaambia hao watu nini? Tawe. Kama jamii ambayo namba 2 Kenya hii kwa idadi ya watu 7.5 million people ambao ni Waluhya, wakati tunaangalia katika mipango ya serikali vile imepangwa, Waluhya wako sehemu gani? Sisi kama jamii tuko sehemu gani? Ile haki ya Mluhya iko wapi? Na mtu aseme kwamba tunasema mambo ya ukabila. Jamii zote kubwa katika taifa la Kenya wanapanga mambo yao hivyo hivyo. Ukiona Wakikuyu wako pamoja, wamekuwa na urais karibu miaka 39. Wakalenjin wako pamoja karibu miaka 20 kitu sahihi. Wakamba wamejipanga, Wasomali wamejipanga. Sisi Waluhya bado tunahangaika tunaenda wapi? Ile kazi ambayo tunajulikana nayo watu wetu, ile kwenda kuwa house girl Nairobi ama kwenda kuwa watchman. Hata katika vitengo vya polisi, vitengo vya usalama, unapata hatuko ndani huko. Sisi ati makomanda wa security kwa kule Nairobi. Tumesema wakati imefika sisi kama jamii namba 2, jamii ambayo ni ya Mlembe, jamii ambayo ni amani. Nipo na hakika kwamba kama tukishikana pamoja, hata uongozi wa Kenya will change and will change forever. 2032 tuseme tawe kwa jamii ya Kikuyu na jamii ya Kalenjin kutoa presidential candidate. Tawe hapo tunasema tawe. Lazima Mluhya saa hii, kwa sababu sisi ndio the largest